mwalimu, hapa tufanye kwa kadri itakavyowezekana ili jengo mwaka huu lisikae. Yaani tuna fensi, hatuna fensi. Dunda sekondari pale watoto wanakaa, tena ni wadogo. Sembuse hawa wakubwa. Mhisani akija kuona kuwa ametelekeza hapa hela yake, hilo lazima tuliweke kwenye mawazo. Hilo tunapokea. Lakini sasa ili twende vizuri, mie na nyie tuelewane vizuri. Na ushirikiano wetu uzidi kwenda. Lazima tuoneshe value ya kile tulichofanyiwa. Kuulizwa Matimbwa wana fensi hawana. Wapi Dunda sekondari, sijui Kingani, wanawezaje kumaintain watoto kuwepo. Lakini pia mhisani akiona jengo yani alichokifanya kinampa heshima. Kwa hiyo wakati tunapambana, changamoto tukutane nazo field. Yaani ni vyema tusikie mtu mmemkamata mtoto mmoja tunamng'ang'ania sasa afungwe kwa sababu kavunja utaratibu, kaingia kwenye eneo la shule, kuliko tukiliacha tusubiri fence ambayo hatujui itapatikana lini. Kwenye mpango kazi na kipaumbele chetu ni fence. Lakini kwenye mpango kazi wetu kipaumbele cha kwanza tena ikiwezekana tuite wazazi na mimi pia nialikwe. Hongereni sana. Na pia kama mzazi, lile swala ambalo lilikuwa limesemeka pale la uzio, kwa kweli uzio ni kitu muhimu sana, kwa sababu watoto watakuwa wako ndani ya uzio na ndani ya shule. Na sasa hivi Tanganyika ni mchanganyiko wa maadili kidogo yanaporomoka. Kwa kweli ni jambo zuri kama jitihada za wazazi watapoitwa pamoja kufanya kikao kama na makubaliano na wadau mbalimbali, kama ambao nafikiri Bagamoyo wadau tunao, tukishirikisha na wadau jambo litakuwa zuri sana. Ni vyema sana hasa ukipatikana uzio, kwa sababu maadili sasa hivi kidogo yameporomoka. Lakini pia ni washukuru sana walimu, mjitahidi sana kwenye maadili, kwa sababu ni shule hii na mchanganyiko, kuna wasichana na wavulana. Kwa hiyo mkilinda maadili itakuwa ni jambo zuri sana. Na kwa upande wa elimu pia niwapongeze, kwa sababu sifa zipo tunazisikia. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nipende kuwasilisha pia kata yetu ya Dunda. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi la kwanza ni pongezi kwa kupokea mradi na kuutekeleza, lakini pia kuwapongeza wenzetu wawekezaji Balki. Tanzania ni kubwa na shule za sekondari zipo nyingi. Kwa mapenzi yao ya dhati wameona wamtuunge mkono sisi watu wa Bagamoyo. Kwa hiyo nawapongeza sana wenzetu wa Balki, lakini haya wameyafanya na mapenzi yao wameyafanya kwa mbele cha ulinzi, ili basi kule kuwe na usalama, kwa sababu unakaa na wasichana kuwe na usalama, hicho kifanyike. Lakini na ile swala la uzio kama tulizungumza ya Mheshimiwa Diwani, sio vibaya, pamoja na nguvu ya serikali, lakini mkaita wazazi mkawaeleza wenye watoto wa kiume, wenye watoto wa kike. Hili tunalifanya kwa umoja wetu, hatufanyi kwa ajili ya watoto wa kike. Kwa hiyo mtu alichonacho atatoa, basi na serikali nafikiri itaangalia nguvu mlioianzisha, hawashindi kuwaunga mkono. Nipongeze serikali, napongeze halmashauri pamoja na Mheshimiwa Diwani pamoja na baraza lako la ODC. Basi ni jambo ambalo la kupokelewa kwa mikono miwili, na pale penye mapungufu kama wajumbe waliozungumza, basi mtaangalia kupaboresha. Usia wangu na mambo mawili. Moja, kwanza tuendelee kuwa karibu sana na vijana wetu na kuwa nao katika kuwapa maadili mema, ama ni wenyewe ama kuwakaribisha balisha mashehe mapadri, kwa sababu mwelekeo wa vijana sasa unakuwa kwenye upande wa ibada inakuwa kidogo shida. Kwa hiyo hilo na tulitizame, tuwe na muda wa kuwapa vijana hamasa ya kumjua Mwenyezi Mungu. Taondoa ile, tawapa ile hofu ya kufanya mambo ya nje ya utaratibu. Lakini la pili, maboresho, na ingawa sijafika kwenye viwanja vya michezo, na iomba management ya shule itilie mkazo katika masuala ya viwanja vya michezo. Kwenye viwanja vya michezo kunapunguza sana harakati za vijana kwenda katika vitu nje ya tofauti, lakini ndani yake tunapata vipaji ambavyo taifa letu sasa hivi linasimamia
inazungumzia sana masuala ya michezo, na michezo ni afya. Kwa hiyo bado nafasi tunayo, tuangalie maeneo yetu ya viwanja vyetu nayo tuyape